Ndo maana mpaka leo Mwali Kigego hajaolewa huyo. Hivyo ndo DJ Mapoda kukujua gani huko? Mwana wewe ishaachana kwamba jana tusiipe kabisa mwanangu. Sasa mwanangu jana alipa tumejiganyaga kweli mwanangu. Umeona ishaachania mkeka sasa mwanangu. Nafanyaje? Bonus. Mbona shaka nyaga? Acha ndugu wangu. Endelea mambo yetu. Sema hapa tutie mtu mwingine, tubete vingine sasa hivi hapa. Mimi nilianza na wewe kwenye maisha yangu, nikajiona mimi na akili kukupata wewe, kumbe na hivyo bwana jamaa. Nenda pitia changamoto ndugu yangu. Kwa sababu yani unakuta yani mimi ninakwambia kwa sasa hivi nachelewa mpaka kwenda kazi yetu hapa. Yani nikiamka asubuhi lazima nifue. Nikiamka asubuhi lazima nifikirie mpaka kutoka maji. Ndio ndugu yangu, nacheka kama mazuri lakini ndio hivyo tutafanyaje kwa sababu ndio majukumu yetu sasa. Haina jinsi. Yani sometimes mpaka nataka kujuta. Lakini nakaa najiuliza, je, mimi wazazi wangu pia wangejutia katika uzao wangu mimi, yani kuzaliwa kwangu mimi ingekuwaje? Usione ajabu. Yote hiyo sababu mwana kunitafuta mwana kunipata. Sababu sio yeye. Jamani. Yaani hapo unapokuwa leo unapoona hapa nishatoka dukani. Hapa nimepita kwako hapa ili nichukue machungwa sima gani si ili akapika hivi. Kwa hiyo zingatia tu kwenye nyanya, kitunguu, si karoti, hiyo imeisha ndugu yangu. Wewe baba. Habari yako shemeji? Ziandika na kaa kimya. Kwa hiyo wewe masaa yote gengeni huko. Unapiga story. Mke wangu kuwa na subira basi. Wewe umenituma masaa mangapi? Si lisali moja tu. Lisali moja sasa hivi saa 6. Umsho anakula nini? Nakula nini? Mimi nakula nini na huyu mtoto anakula nini? Anakula mawe. Ailashi mke wangu. Hayo masaa matatu unayozungumzia mimi sidhani kama ni kweli ndani yake. Mimi nilitoka nyumbani saa 3 dakika 20. Sasa hizi yani sidhani hata kama masaa matatu yamekatika. Na hapa ndio nilikuwa kwenye tukio la mwisho. Wale tukio la mwisho nini wakati tunapiga story mimi nje inaniuma kule jamani. Yaani unaongea tu kama yani kama unaipa tarabu. Si nakwambia mimi nje inaniuma. Nimekaa kule nimechoka, nimekusubiri masaa 6. Hivi wewe unanichukuliaje mimi? Haya, umenunua nini? Nimechukua unga kama ulivyoniagiza. Sio na kutosha. Na hapa nilikuwa nachukua nyanya. Yaani katika machizo ya chizi. Jamani, unga robo. Mimi unanitosha. Yaani wewe hule. Mimi nile. Mtoto hale. Huyu naye kiumbe baba. Huyu naye kiumbe anakula kama hivyo kwa na mdomo. Sitaki kukubali. Unga mimi unitosha. Sasa mke wangu, kwa nini ulivyo hivi? Unataka ule kiasi gani? Mtoto anakula, wewe unakula, mimi nakula. Robo unatosha. Robo unatosha. Hivi mbona unapenda mambo yani ya kuchombeza jamani? Sasa mke wangu, unga robo angalia kutokana na uchumi. Alafu isitoshe, mimi naweza nikala hata kazini. Uchumi ndio nishajua kwamba wewe ni mbaguzi. Huko kale michips, mimi ulete midagaa pale nyumbani nile nishibe. Nakwambia hivi, sitaki. Dagaa sitaki. Unga robo mimi sitaki. Si unanielewa? Hey, yani baba jipange kwingine mimi sitaki. Basi naomba unisamehe. Hebu basi nimalizie kuchukua hivi, twende nyumbani. Yaani unga robo mimi sishibi. Sasa mke wangu ulipanga kuja kunidhalilisha ama? Uzalilishe? Hivi kuzalisha unajua? Na nakwambia, ndio nishakwambia, mimi sitaki. Ungako kula mwenyewe. Anakusubiri nyumbani kule, kufua fanya haraka. Na wewe umemkalisha mwenzako kama unapiga story, nakusubiri. Kufua kule. Kama unapoona. Hivi unapoona, sio madonga wale mpaka anajuta sana hata kumtolea mahali. Sasa mambo gani? Sema nini? Achana na. Unajua tena mama kija. ndo maana mpaka leo Mwali Kigego hajaolewa huyo. Hivyo ndo DJ Mapoda kukujua gani huko? Kiubaga msafi hapa. Ndo maana mpaka leo Mwali Kigego hajaolewa huyo. Tena kitandani kama gogo changu doa huyo. Ndo maana mpaka leo Mwali Kigego hajaolewa huyo.
ubadilike. Nyinyi mnashikana. Ulizaona wala sio gani? Mimi sina shida. Labda nyinyi ndio mna shida. Kwa sababu nimepita tu hapa mmeanza kunicheka. Sio unajua uko sawa ndugu yangu. Unga ni mchafu ile. Heki ndugu yangu. Wewe unga vipi? Mchafu na ile. Mimi nipo sawa. Labda nyinyi ndio hampo sawa. Na kama ni maunga ndicho kichofanya moyo mnacheka cheka. Sijiona kama kuna tatizo hapa. Tatizo lipo. Ueleweki mchafu kijana, yani wewe utaki kuwa hivyo. Unataka uwe kijana smart kama sisi. Unakuona smart. Sawa. Ila niombe kitu. Sawa. Ila niombe kitu. Mimi ni watoto wa kiume. Kwa ninalolipitia mimi sasa hivi, natumaini hata nyinyi pia litakuja kuwapitia. Sasa ni kama mtaendelea kucheka cheka kama jinsi mnapocheka cheka. Na isitoshe, kibinadamu haipendezi. Anapopita mtu mbele yenu kuanza kucheka cheka. Inaleta picha mbaya sana. Niombe kitu. Isikie kajirudia tena hichi. Kwa sababu mmenikuta mimi ni mstaarabu tu. Wengine mnaweza mkakubana nayo. Sawa. Na kuhusu smart sio kwa nini hiyo ni ulka. Nenda bwana. Nenda bwana. Bwana sasa hivi ndugu yangu wewe. Sasa mbona ule koti mangu kweli wewe? Sasa mbona na mke wake wala mke wake. Mama kabisa huyu hata eleweke. Atakuja. Yaani sikajifanya kule yani ananiwezi. Atakuja. Maki atakapochosha nako. Sogea hapa. Sogea hapa. Haya, kule umeniambia unaleta vitu. Vitu viko wapi? Hivi mke wangu, wewe una akili gani? Hizo. Unaona vurugu ulizonifanyia pale gengeni. Umenizalilisha na na kunifanya kama mtoto wako. Kiasi ambacho unga umemwaga. Kwa hiyo unatarajia kwamba ningechukua nyanya, sijui ndimu tuje tukamweka mapa tule? Kwanza asante kwa kuniita mimi. Babu, matusi yote nimeyapokea. Asante. Kwa hiyo wewe baba kabisa. Yaani umesema la kwanza mpaka form 4 ukamaliza na mambo yako yanaendelea. Yaani unashindwa kujiongeza kichwani, ukanunua unga mwingine ukaleta. Nishakwambia sitaki logo, sitaki dagaa. Unataka nini jamani? Ailash. Kumbuka. Riziki yetu yenyewe tunaipata kwa udogo. Kwenye hicho kidogo wewe ndio umemwaga. Sasa unatarajia tungekuja hapa kupika mboga tule mboga? Wewe ulisikia wapi kwamba mtu anapika anakula mboga pasi na kuwa na ugali au ubwabwa? Yani sasa hivi mbadilika. Unaongea mambo unayotaka mwenyewe. Aha, kumbe. Yaani wewe unaona mimi kama chizi. Yaani unaongea, unaongea unanipanga vitu unavyotaka mwenyewe, si ndio Yaani siku hizi mimi nakuangalia umebadilika. Sio kama zamani. Yaani sasa hivi ukienda gengeni unakaa, usimi ndo unasubiri vividada vipite uvione wenyewe, ucheke na ule naye muuza genge wote mmekaa wote. Mnapiga story wenyewe unaona mimi. Hii kazi umeifanya wewe, hajafanya babangu au mamangu. Hii kazi umeifanya wewe. Si unanielewa? Sio kwamba sikuelewi, nakuelewa vizuri tu. Ila hata wewe pia ungetakiwa uwe muelewa. Kwa sababu sikutarajia ulichokifanya pale gengeni. Nakumbuka kabisa. Hapa kula kwetu mpaka mimi nitoke, nikapuyange huko mabarabarani sijui wapi, ndio tuje hapa tupate hiyo chakula. Sasa wewe unamwaga. Unatarajia kwamba tutapata wapi tena chakula kingine pasi na mimi kutoka? Na ulivyokuwa mjinga una akili, eti umerudia hapa unaulizia, "Mbona umeacha hivyo vitu? Hivi kweli unaelewa unachokiongea?" Hebu niruhusu basi niende hata huko kwenda kazini. Mimi nakula nini? Mawe. Au mtu jirani atatoka huko, "Aila sichukua chakula ule." Kazi umeshughulika wewe baba. Sitegemei mzazi wangu. Sawa. Ngoja basi nijiongeze. Hapa ndani kuna shilingi 1000. Kachukue basi danganya hata hicho kidogo. Nitakaporudi mimi nikitoka kazini nitakuletea chips na nyama. Ngombe.
Naijua hiyo. Sasa kama ningekuwa muongo kweli nimekuahidi kukuoa, mbona nimekuoa? Fanya mimi mtoto Sasa Hairashi, kama ningekuwa muongo wa kukuongopea, nisingekuahidi kukuoa afu nisingekuoa. Mbona nimekuoa? Nishindwe kukutimizia kuletea chips na nyama? Kweli. Kweli? Chips na nyama. Ndio. Wake ipo na uchu wewe nawe. Kwa hiyo kabla uchu. Unavaa nguo gani? Hapo kwenye mavazi mimi sina wasiwasi na wewe. Natumaini wewe ndo inga yangu. Utakapochagua nguo wewe, mimi kwangu sawa. Mimi nafikiri sina shida. Wewe ndio unaniona na unajua vazi gani ambalo nikivaa nitapendeza. Nataka nitie sign. Nataka nitie sign. Ngoja ninyanyuke kwanza. Basi sawa, fanya haraka haraka basi ili mimi niwahi huko napotakiwa kwenda. Ndo nanyanyuka hapa. Kaa hapo. Nakuandalia maji. Basi fanya haraka haraka basi. Usinifanyie hivi. Basi sawa hivi. Nakili kukupata we kumbe naribu bongo wangu. Uni sasa ni mwezi wa pili. Sijakuona tena mbele ya macho yangu. Ona sasa ni Mbona unaangalia kwa salamu namna hiyo? Hiyo ndo salamu. Salamu yangu ni Hivi nyinyi familia yenu matatizo gani? Dada yako mcharuko. Wewe mwenyewe bage tupu. Mnatarajia nini mtavuna nini kwenye familia yenu? kwa tusogee sana na buku hapo. Buku sina. Wewe ni mtoto wa kiume unapaswa utafute kazi ili ujipambanie kwenye maisha yako. Mimi sijaja kuoa kwenu kwa ajili ya kuja kuniomba hela. Nimekuja kuoa kwenu kwa ajili ya kuastiri na kuongeza familia yangu. Basi mumoa dada yangu kwa nini? Sasa dada yenu mlimweka ili auzwe au kitu gani? Hiyo ni sheria kwa kila imani. Mwanamke anapotimiza umri wa kuolewa ni wajibu. Na mwanamke au mwanaume pia anapotimiza umri wa kuoa ni wajibu. Buku unayo? Sina hela, unataka kunikaba? Mimi kama ndugu yake katika mkumbuke. Kumbuke kwa lipi sasa? Hebu tafuta kazi afu acha ujinga wewe. Babu ni ndo maana mpaka leo Mwali Kigego hajaolewa huyo. Hivyo ndo DJ Mapoda kujua gani huko? Kiubaga msafi hapa. Ndo maana mpaka leo Mwali Kigego hajaolewa huyo. Tena kitandani kama gogo changu doa huyo. Ndo maana mpaka leo Mwali Kigego hajaolewa huyo. Vipi bwana? Kila siku ni mtu kuchelewa. Bwana wewe, mimi napenda mzee mzangu. Shemeji yako. Yaani lile jambo limeshakuwa serious. Yaani kila jambo lishakuwa, yaani jambo zaidi ya jambo. Yaani ile mimba imekuwa kama kosi sio niseme. Kwa sababu sio kwamba saa 6 hii nimekuja hapa ndo kwamba ndo muda huu nimetoka kuamka. Hapana. Mimi nimeamka toka saa 12 mzee. Ila kama unavyojua watu wakishakuwa na ujauzito, mara sio nikachote maji, mara sio niende gengeni, mara sio kwa mambo kibao mzee. Basi sawa. Mimi sitokukatisha tamaa. Hiyo changamoto hata sisi tumepitia. Tumepitia sana. Najua ndio kama lako ya kwanza. Ila usiogope, kaza. Ila kuna katu atakuwa na ngumu. Ni na ngumu tena? Ni madi uweze kupata muda wa kuja kazini kuwahi. Kuwa kwenye ile hali asikufanye wewe ndio ukawa kila kitu unamfanyia. Kwa muda mwingi atakuwa ukaze. Mimi naondoka. Unavyosema ni kweli. Lakini unakuta watu kama wale kishakuwa na mimba, hawahitaji masuala ya kelele wala pressure mzee. Unakuja unampa mtu, unamfanyia mtu usuli wa ngumu, sio kitu gani? Unamkosa mtoto watu hivi. Hivyo unajua madaktari. Madaktari huaga waoneagi wale huruma. Hapo unajua nini hasa? Bosi anawaka. Bosi anachonga ngenga. Acha bana. Bosi anaongea. Unajua kwa sababu bosi anaongea. Kuna yule jamaa kivule. Anataka picha zake, anataka na video. Sasa yule jamaa kivule kazi si nilipokea mwenyewe mzee. Tatizo time. Muda umepita na yule jamaa anataka kazi zake ziende. Unaelewa, kanapiga simu, anataka picha zake, anataka video, anataka vitu kibao. Lakini mimi kilichonishangaza, yule bosi nimemuona anaanza kuifanya kazi yako. Nikaona hapa ndugu yangu kuna kibarua kweli. Kama bosi kashaanza kuifanya kazi ya jamaa. Nikasema hapa kibarua hakuna. Sikiliza, hapa kijaribika kitu mzee. Mimi yule namweza. Na kama ata mind kwenye hiki kuchelewa tu siku 2 3 4 5 hizi, basi atakuwa na mambo ya kitoto. Cha msingi ni kwenda kumwahi tu ili ile kazi niikamilishe. Kwa sababu hapa yenyewe nikasema kabisa kwamba kama sijaenda mpaka saa hizi kazini,
hilo ambalo unanizungumzia sasa hizi huenda ndo ningekutana nalo kazini, kama kufukuzwa kazi au kibarua kwa utanyasi mazimu. Sema sio shida. Sababu je, bosi wetu sisi ni kijana. Na damu bado inafanya nini? Inachemka. Ni pesa tu zinemfanya katuajili sisi. Lakini hata angekuwa na hela, yeye mwenyewe angeajiliwa. Kwa hiyo kufanya isikupe shida, ila ungeenda ungemsikiliza. Maana leo muda wote wewe. Bwana kama nisikilize, mimi nafikiri changamoto hii si kwangu peke yangu. Mimi mwenyewe nilikuwa nakuona kipindi kile mzee. Ulikuwa una haha. Sasa ndio limenikuta sasa na mimi. Ila sio swala sana. Ngoja mimi kwanza niende. Mimi nimetoka ofisini sasa hivi nipaelekea kula. Sasa sijui nikusubiri au niende mwenyewe. Kwenye swala kula wewe nisubiri. Wewe nisubiri. Kwa hiyo utanilipia. Nikulipia vipi mzee? Mimi mwenyewe nimetoka nyumbani hapa sikufichi. Nimeacha buku tu. Yaani vitimba ambavyo kanifanyia shemeji yako. Yaani nimetoka mweupe. Nimetarajia mimi mwenyewe baadaye nikupige kizinga ili mambo yaende sawa. Wewe nisubiri hapa. Mimi kwa jambo lilofanya wezi pata mwanaume kama mimi kwa enzi hizi. Niamini. Isi gani haijui kuvaa. Isi gani huna nimekujua. Wewe dada una tabia mbaya. Toto mdogo umekutawala umalaya. Ndio maana mpaka habari yako bosi. Nafika saa hizi. Na zile picha za ule mteja wa kivule bado hujazipeleka, hujazimaliza. Unafanya mpaka mimi naanza kufanya kazi zako. Nisamee bosi wangu. Maana sijafanya makusudi kuchelewa kufika kazini kwa wakati. Napitia changamoto nyingi sana nyumbani kwangu zinazopelekea mpaka kuchelewa kufika kazini kwa wakati. Na sio kwamba nilifanya kusudi. Maana hizo changamoto ni changamoto za kifamilia, nje kabisa na ofisi. Kazi zako nazifanya mimi sasa hivi. Nikuondoe hofu bosi wangu. Kuhusiana na picha za ule mteja wa kivule. Ndio maana nimefika kwa yaani nimefika hata kama nimechelewa kwa ajili ya kuja kuifanya kazi hiyo hiyo. Na hata nilipokuwa njiani nilipigiwa simu na yule wa Gongo la Mboto kwa anataka video yake. Sasa kama itawezekana hata nikeshe leo ili nikamilishe hizo kazi za hao wateja wawili. Yaani kazi haziendi kwa sababu ya mambo yako ya kifamilia. Hapana, nimekuahidi bosi wangu kwamba haitajirudia tena. Unajua katika kazi unatakiwa uwe mwazi. Kwani kwenye familia yako kuna nini kinachokusibu? Maana ni kama siku ya 5 hivi au ya 3 unachelewa kuja ofisini. Kuna shida gani kwenye familia yako? Sio shida kubwa sana bosi wangu. Ni hali tu ya uongezaji wa familia. Kwa sasa mke wangu ni mjamzito. Hivyo inapelekea kumsaidia kazi nyingi sana pale nyumbani. Kiasi ambacho nikiwahi kuamka, nifanye usafi wa nyumbani, nimfulie kidogo, nimwandalie vyakula vyake pale ambapo anahitaji kula, na ndizo ninazofanya pia na huwa nachelewa kufika. Sasa tunajua tena watu kama hataki buguzi, hataki masuala ya kukasirishwa. Ni hivyo tu bosi wangu. Unajua sisi wenyewe tunapitia changamoto nyingi sana kwa familia zetu. Lakini tunajitahidi kubalance kazi na masuala ya familia. Sijui unanielewa? Nakuelewa bosi wangu. Kwa hiyo kama mwanamke wako ni mjamzito, ndio una haki ya kumweka sawa mpaka atakapojifungua. Lakini ni vyema hizi taarifa ungezitoa tangu mwanzo. Maana hii ni mara karibia 5 hivi unachelewa. Nitajitahidi bosi wangu. Na hii tena kwa mara 3 kwamba haitajirudia tena. Sasa yule mteja wa kivule jitahidi umpelekee zile picha zake, na nimepokea email kwa wale wateja wetu wengine wa Malawi wanataka production wafuate. Nikuondoe bosi wangu. Na ndio maana nimefika japo nimechelewa. Nitahakikisha kwamba nitazipambania hizo kazi mbili, mteja kivule pamoja na Gongo la Mboto, ili tu pesa isiende mbali. Kwa hiyo jitahidi ongea na secretary atakubalansia kidogo. Then basi haina shida. Hilo limeisha bosi wangu. Niko ofisini basi. Basa. Mimi kwa jambo lilofanya wezi pata mwanaume kama mimi kwa enzi hizi. Niamini. Isi gani haijui. Babu. Nafuta hela mzee.
Tafute hela baba. Kawaka. Ila kama nilikwambia mimi sina uwezo yule. Dakika 2 tu tumempa maneno ya Kiswahili mwenyewe. Usirudie. Mimi nilijua tu sababu yule boss yule ni kijana mwenzetu na yeye kuongea ni kawaida. Kwa nikajua tu anaongea na kisha siku lakini mambo yameenda fresh. Mambo fresh ila kuna kitu kanipa. Ndio mwanangu tukiachana na ule mchongo wa kivule. Mchongo na Malawi alafu kanaambia production yote itakuwa iondoke. Bwana wewe. Yaani production yote itakuwa iondoke. Yaani nyanyuki hapa bongo. Kwa hiyo ndio kupanda ndege. Wanazungumzia ndege. Mpaka anawake wa Kimalawi mzee na anapokuja kupenda toto zee. Bosi hapo kacheza kama pele. Waacha bwana. Ila sasa kitu ambacho kifurahi katika safari sio anawake wa Kimalawi. Mimi nafurahia nini? Unafurahia nini? Unajua kuna yale mafungu fulani ya fedha yale ambao unaambiwa bwana hili hapa hiyo ganji ndio. Hiyo ganji. Kitu ambacho mimi nakifurahia. Ila sasa kuna jambo hapo nitakapa nikuulize. Shemeji mjamzito. Na vurugu mechi zake unazifahamu. Hivi itakuwaje hapa sasa? Ndio mwanangu mzee mzangu sema sikia. Ndio kwanza tukaa. Afu vingine tukaa. Nina akili kukupata we kumbe naribu bongo wangu. Uni sasa ni mwezi wa pili sija kuona tena mbele ya macho yangu. Ona sasa mimi sina dili. Wewe vipi mwenzangu ulikunjia swala au kwa juzi kulikuwa? Nikutana na shemeji kaniambisha sana huko. Hapo sijakuelewa bado. Ni mbabuku tu mwenyewe ngadambwe kama wenzangu ndio hivyo. Kacholi ni hivi udududu pale. Kwa hiyo kwanza kukopiaje kwanza? Mambo tu buku tu mwenyewe nikaenjoy kama wenzangu. Ndio hivyo na shangazi kasema eti wewe tutakiwa umetafuta hela. Kwa nini unakwambia? Hivyo ana akili yule. Yako kwamba utafute hela wakati wewe mwenyewe bado mtoto mdogo. Kwa hiyo unasifa familia yetu maskini sana au na sisi tuna ziki. Yaani huko mbona anijui. Anijui. Anifaje? Sasa mdogo wangu usubiri. Nitamfurahisha. Mimi si dada. Nitaanza yeye mbao kazini. Nitamfurahisha. Hamna shida. Ameondoka sasa hivi hapa. Atarudi. Sema dada wote wametaka wewe hapa. Mimi nataka wewe nini? Naweka kutoka wane naye kama ndio hivyo. Sasa wewe laana wewe na wewe. Unajua kuteleza, unajua kuteleza. Unapenda vipedeshe, mtatolewa macho. Muuliza mzako Diamond alivyofanya. Afu vipedeshe unaijua wewe. Sasa kija mwambie basi. Nakwambia mdogo wangu, subiri. Yaani akirudi hapa nyumbani. Mguu nje, mguu ndani. Sika kufezesha. Na yeye hata lazima nitalipiza. Okay sawa, mimi naenda. Ndio unaenda? Msalimie mjomba Sone kimya nitakuja sawa. Mwambie kile kibuku chake nitamletea. Maana yake naye aliniomba atoe kwa Mungu. Okay sawa. Haya mwa mdogo wangu. Yaani huyu jamani mwanaume huyu. Basi kajua anizalilisha mimi. Hadi huko kwa ndugu zangu jamani. Buku. Kia Mungu. Nakumbuka yale mama aloniambia. Ole wa kidogo na mwanaume akifanya ana hela. Nipo sasa hivi hapa. Nasugua benchi. Naam. Hansi. Naam madam. Unajua nimeshindwa kukuita kule ofisini kwa sababu maalum. Sababu hiyo ni moja tu. Nilikuwa nafikiria nikikuita kule ofisini tukiongea mazungumzo yetu bosi anaweza kutukuta. Mazungumzo gani hayo ambayo hata bosi akitokea yanaweza kuleta changamoto? Kwani wewe si mtu mzima hasa? Usichoelewa wewe hapo ni kipi? Kuhusu mimi na wewe. Nafahamu. Ila mahusiano najua kati yangu mimi na wewe ni kazi na si kingine. Hans, lakini mimi nishakwambia zaidi ya mara moja nakupenda. Madam, mimi sina jibu kwa sasa kwenye hiyo. Kwa sababu ninachokijua mimi nimeshakunywa maji ya bendera ya The Mixman. Na sipo tayari kuzalilisha kampuni. Na kingine hata kile unachokitaka wewe, bosi ana sita kifahamu. Uone kama ni changamoto.
Ni changamoto ndio, nalifahamu. Ila mimi ndio hivyo, nakupenda, aso tu kukupenda. Yaani nikikuona yani nachanganyikiwa kabisa. Yaani napagawa. Kwani hizo zingine hizo proposal zako unazoniletea kwangu mimi, yaani hizo ni shida zako Anse. Hayo unasema wewe. Na ni mazuri kwa upande wako. Ila kama ufahamu pia, mimi kwa sasa nina mke. Na si mke tu, mwanamke ambaye ameamua kunibebea kiumbe changu tumboni. Sasa sioni kama kuna haja ya wewe kunilazimisha mimi mahusiano. Kwa hiyo nataka useme huyo mke wako huwezi kumchiti kwa kuwa ni malaika au? Hapana, sina maana hiyo. Ila kwa sasa nina vitu vingi sana ambavyo vinanifanya mpaka na kesha kazini. Na hapa nilipo nilikuwa nawahi kumwahi huyo wa nyumbani. Sasa unavyoniletea habari zako za mapenzi nashindwa kukuelewa. Sawa. Ila nilikuwa nina jambo moja nilikuwa naomba nikuombe. Sawa, unaweza ukaomba. Nilikuwa naomba nikukumbatie. Sasa hizo habari za kukumbatiana zinatokea wapi? Mimi siwezi kukukumbatia. Labda wewe unikumbatie. Sikutegemea kama utanipa hali kama hiyo. Sawa. Uwe na kazi njema. Sawa. Ndo maana mpaka leo Mwalikigego hajaolewa huyo. Tena kitandani kama gogo changu doyo. Ndo maana mpaka leo Mwalikigego hajaolewa huyo. Tena kitandani kama gogo changu doyo. Kabla sijaanza kusafiri, mimi nilianza na wewe kwenye maisha yangu. Nikajiona mimi na akili, kukupata we kumbe naribu bongo wangu. Sadiki, toka nikukomba la kusuka leo siku yangu hujanigaia. Hivi bora. Mbona kuna vitu vingine vitaji haraka? Unachekesha kweli. Mtoto wa kiume una kazi? Ndio hivi napambana. Utanitunzaje? Nitavaa nini? Nitakula nini? Kila kitu nakutegemea wewe. Nalijua hilo lakini mke wangu anasubira. Toka nilipokuambia nitakupatia lakini bado sijapata. Nivumilie baada ya siku 2 tu. Kila siku hivyo hivyo. Siku mbili mwisho siku nafika hadi wiki. Sadiki. Mimi sipendi. Mimi mwanaume design mimi uga simkubaliki. Mwanaume design kabisa simkubali. Mimi napenda mwanaume ambaye yani ni tunachomwambia ananizingatia. Bora usichoke. Utupochoka yeye mimi nitashinda kupambana. Basi nakuomba tu vumilie tu mama. Vumilia hata siku moja tu, haina shida. Tutapambana. Wewe mwanaume gani kuvumilia mara 2? Sio kwamba sitaki kufanya kazi. Ila kazi zenyewe hizo ziko wapi? Kumbuka, nataka kula, nataka kuvaa, nataka kupendeza. Kumbuka mimi ni mwanamke. So, mimi unaona hivi napendeza ujue nani ambaye ananizingatia. Umesikia wewe? Kila kitu ni connection. Sawa, lakini nakupa siku hizi, siku 2. Usiponipatia hiyo pesa, mimi natafuta mwanaume mwingine ambaye atakayekizi mahitaji yangu. Unasemaje? Unajua unanichefua? Unanichefua, sitaweza kukuona yani. Sema tu ndio unapokupenda. Ungekuwa mimi sikupendi mimi ningesha kuacha. Hivi bora. Unajua tusibisha ni wewe mtu kwa ajili yako. Bibi sasa mpango wetu. Mpango gani? Tutakuja kwetu. Tuachane nayo. Vipi mama anaendeleaje? Afadhali umeniuliza. Leo utakuja kwetu kwa sababu anakuulizia kila siku. Mimi nitakuja ila nitamletea hata viazi. Sina Maria. Mamangu, yani mama yako mko anamletea viazi. Sasa utaniletea nini? Hii maisha yetu ya juu, unajua kuona maisha yetu, si ndio? Bora. Usiwe na hasira kiasi hicho. Ila lakini ujue mimi sasa nitaleta. Okay, wewe mwanaume ushanishinda. Bwana nitafuta mwanaume mwingine ambaye atakayekizi mahitaji yangu. Kwa sababu wewe ueleweki. Hata sikuelewi kabisa. Okay, wewe mwanaume ushanishinda. Bwana nitafuta mwanaume mwingine ambaye atakayekizi mahitaji yangu. Kwa sababu wewe ueleweki. Hata sikuelewi kabisa. Kila siku unanipangilia, kila siku mipango tu, kila siku unanipangilia. Yaani sielewi moja ingia wapi, 2 ingia wapi. Yaani wewe mwanaume ushanichosha, ushanichosha.
Siwezi kuishi na mwanaume design hii hata siku moja. Alafu unaona tulivyosimama hapa, hiyo mwanzo na mwisho kunisimamisha, kunipigia simu, yani sitaki hata mawasiliano yako, yani sitaki. Kuanzia leo tumalize hapa. Umesikia? Tumalizane hapa hapa, sitaki kabisa, sitaki kwa sababu ushanichosha. Pisi gani haijui kuvaa, pisi gani ona imefuba. Ashkike msiba nilivyoka kupenda we, kikweli uliziteka hisia zangu we, na nilikuthamini we, nikajua wewe ndo wangu wa ubavu we, kumbe una tabia za kishenzi, umetoka na boda mzungu, huyu ndo wangu mchizi mimi, kwa jambo lilofanya usipata mwanaume kama mimi kwa enzi hizi, niamini. Odi wenyewe. Karibu mjomba. Asante. Habari yako? Salama mzima. Mzima shikamoo. Mabao jambo. Sijambo, si mmeamkaje hapa? Tunashukuru Mwenyezi Mungu tumeamka salama. Na mimi niko salama. Na hata mjomba wako bwana yuko salama. Ila